hata pale beleni kabla ya Jubilee tumeona sisi tukifanya kazi pamoja. Na kwa sababu gani inaweza kuwa rahisi sisi kufanya kazi pamoja? Unaweza angalia watu ambao wanatembea pamoja. Kiswahili kingine wanasema madugu. Na hii mambo ya udugu na madugu kulianza kitambo. Sio jambo la jana. Wale ambao hawajui historia, mwaka wa 1952 Mzee Jomo Kenyatta alikuwa wakati wa watu walikuwa, hiyo ilikuwa wakati ya emergency. Alipotea, alikimbia, na nyumba ambayo alipata kujifisha ilikuwa ya nani? Ilikuwa ya Nyandusi. Halo? Yes. Jenzi, mnasikia hii? Ilikuwa ya Nyandusi. Na Nyandusi alikuwa baba yake nani? Nyachai. Na ndio baada ya kupata independence, Nyachai mara moja akafanywa kawa ndio. Wewe waziri mkuu huwezi toka namna hiyo, umetoka kwa mbeberu na unakuwa waziri mkuu. Akakuwa ndio. Na kuanzia hapo mpaka wakati wake wa kutuanga na kutuacha na kwenda hiyo dunia nyingine ambayo sisi pia tutaenda, yeye amechangia pakubwa sana katika mambo ya uongozi wa Kenya hii. Kwa hivyo mambo ya kufanya pamoja wa Kisii ama Bagusi kuwa katika national development at the national level as national leaders, not regional leaders, as national leaders, si jambo ngeni, ni jambo tumeliona tangu 1950s kule. Wakati ya Kibaki, Nyachai alikuwa pale pale wanafanya kazi karibu na bwana Kibaki. Kweli si kweli? Na tumeona tena wakati, na si yeye peke yake, namtaja tu, kulikuwa na mheshimiwa tumekuwa naye bungeni. Naitwa nani? Ogeri, mheshimiwa Ogeri. Mzee Ogeri amechangia pakubwa mambo ya health na many other, even the Ministry of Education na zinginepo. Kwa hivyo kutoka kwa jamii ya Bagusi tunaona viongozi wengi ambao wamechangia pakubwa mambo ya maendeleo ya Kenya hii kufika pahali tuko leo. Hello. Miaka 10 hapa pia tumemwona mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Jana tu barabara. Alikuwa kamepatiwa kazi na wazungu. Kumbe ni akili mingi mzungu alikuwa hatumii. Akili mingi. Kwa sababu nilikuwa namuona bunge wakisaidiana na Marende, na kama hamjui Fred pamoja na Speaker Marende Kenneth, hawa ndio walileta mambo ya mageuzi bungeni kabla ya katiba mpya. Matiang'i akiwa USAID, Marende akiwa Speaker. Fred alikuja akasema hii bunge tu ni picha ya mbeberu. Si tujaribu iwe wa Kenya na Wakenya wajue ile inafanyika ndani yake. We get live coverage, get deep, all that. I was member of parliament. Na tulikuwa tunaona mabadiliko on a daily basis. Na alikuwa kijana mdogo tu, anatembea huko kwa corridor. Alikuwa director wa USAID. Kwa hivyo mimi namjua, amechangia pakubwa katika mambo ya Kenya hii hata kabla wewe umjue. Mtu mwenye aligundua akili yake mingi ni mzungu, na mzungu unajua kazi yake akigundua kuna akili mingi, kazi yake ni kuitumia na kuhakikisha itumiki nyumbani. Halo? Yes. Lakini sasa tumegundua ya kwamba tuko na akili ambayo inaweza kusaidia dunia mzima, lakini kabla isaidie dunia, isaidie wapi? Nyumbani. Na ndio tumekuja hapa kuhakikisha leo chama cha Jubilee kiko hapa Kisii, kwa sababu Fred Matiang'i hawezi kuwa kwa serikali ya Jubilee kama wewe si mwana Jubilee. Yeye ni mwana Jubilee, na akiwa mwana Jubilee, katika Jubilee, chama cha Jubilee, unaweza sema tu unaniona kwa sababu nimetoka kwa mlima, lakini chama ya Jubilee ilitupatia Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Kweli si kweli? Miaka 10. 10 years. Chama ya Jubilee unfortunately, mimi nasema unfortunately, ndio imetumiwa na William Ruto kuwa rais wa Kenya hii. Kweli kama si kweli? Ametembelea chama ya Jubilee miaka 10 kuuza jina yake. Mwichoe akachomoka, akaingia na hii
hii kina inaitwa, akaingia kwa wheelbarrow, akaingia kwa kwenye kwicha na hiyo maneno yote. Saa hii Kenya iko chimoni, na kama wewe haujui chimo ni nini, angalia pahali William Ruto ametuweka. Kwa hivyo Jubilee ilipatia Uhuru Kenyatta, unfortunately ikatumiwa na mheshimiwa Ruto. Sasa amekuja kutuharibia maneno, kwa sababu yeye hakuwa chaguo la Jubilee. Chaguo ya Jubilee 2022 ilikuwa mzee mwingine anaitwa Raila Amolo Odinga, na wengi hapa walimfanyia campaign hapa kumtafutia kura. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Daniel, kuja wewe, kuja hapa kwanza. Hii mtu mrefu. Sasa angalia hii kijana. Si amesimama vizuri? Kwa nini upige hii kijana? Alitafutia wewe kura, akatafutia wewe kura. Alafu akikwambia hata sisi sasa Kisii tumetosha, mnapiga yeye mpaka anaingia kwa wodi. Walimpiga kwa sababu muue. Ya nini kumpiga? Alikupatia support. Sasa yeye mwenyewe, kwa sababu hao ni vijana na wanaangalia mbele, wanaangalia pahali wanaweza enda mbele. Akisema Fred Matiang'i ni makosa. Kwa hivyo tafadhali tafuta nafasi wewe mwenye ulifanya apigwe, umwambie pole. Lakini sasa yeye leo tutafalisha yeye kofia ya Jubilee. Hii ni mwana Jubilee, aanze kufanya kazi Kenya mzima kutafutia Fred Matiang'i nini? Kura. Ama namna gani? Wewe usipoteze hii kura bwana. Inaonekana kwa mwili, kwa akili, kila pahali iko sawa. Sasa. Thank you so much for what you have done. Haya, leta kofia. Watu wanasema kofia ndio hii. Na waangalie picha hii nzuri. Haya. Huyu sasa ameingia chama ya Jubilee. Agent namba 1 Fred Okengu Matiang'i. Wengine watakuja. Naona kijana mwingine hapa anaitwa Matoke. Hii naye ni Matoke.